Kila mara mwanamke huyo anapoendesha basi la mwisho la usiku, huwa anaweka sheria isiyo ya kawaida. Hakuna mwanamke mjamzito anayeruhusiwa kupanda basi hilo. Anasema kwamba kama sheria hiyo itavunjwa, basi wote waliomo ndani ya basi hawatarudi tena na hawataona jua siku inayofuata. Sheria hii inasemekana iliasisiwa na babu yake ambaye aliendesha basi hilo kwa miaka 30 kabla ya kufariki. Mwanamke hajawahi hata kujaribu kuipuuza, hivyo kila safari huwa anatoa onyo kabla ya kuondoka: mjamzito haruhusiwi kupanda basi. Kijana mmoja mwenye nywele za njano anapinga sheria hiyo, akisema ni ubaguzi dhidi ya wanawake wajawazito na anamwambia atakwenda kutoa malalamiko. Mwanamke anamjibu kwa utulivu kwamba anaweza kwenda popote anapotaka. Abiria wengine hawajali sana kwa sababu hawahusiki moja kwa moja na wanachotaka ni kufika haraka kupumzika. Mwanamke huyo anasimama mlangoni wa basi akiwachunguza abiria kwa makini kuhakikisha hakuna aliye na ujauzito. Anarudia tena onyo lake kwamba kama kuna mjamzito asipande kabisa na hakuna kusimama njiani. Abiria wanamshinikiza aanze safari haraka. Mwanafunzi mmoja anamuuliza kwa nini ameweka sheria hiyo, lakini kabla hajajibiwa, mwanamke mzee anasema ni kwa sababu ya hofu: kama mjamzito atapata shida njiani, dereva atawajibika. Basi linafika kwenye makutano muhimu. Ghafla mwanamke anapiga breki na kuwatahadharisha tena: bado kuna nafasi ya kusema ukweli kabla hawajaingia msituni, kwa sababu wakishaingia hakuna kurudi nyuma. Msichana mwenye nywele za njano anacheka na kudhani ni vitisho vya kawaida, hata akisema yupo tayari kulipa zaidi ikiwa kuna mjamzito. Wengine wote wanakanusha kabisa kuwepo kwa mjamzito na kumtaka aendeshe tu. Lakini hakuna anayegundua mwanamke aliyevaa nguo nyeupe anashika tumbo lake kwa siri akiwa na hofu kubwa. Safari inaendelea, lakini inakuwa ya ajabu. Barabara inayotakiwa kuchukua dakika 20 inakuwa ndefu kupita kawaida. Baadhi ya abiria wanaanza kuhisi kuna tatizo, hasa wanapoona mti mmoja uliopinda unajirudia mara kwa mara. Msichana na kijana wa nywele za njano wanathibitisha wameuona mti huo zaidi ya mara kadhaa. Mzee mmoja anakataa kabisa na anawapinga. Ghafla taa za basi zinaanza kuwaka na kuzima na baridi kali inashuka ndani ya basi. Hofu inaanza kuenea. Kijana mmoja wa nywele za njano anaona kitu cha ajabu kinaingia kupitia dirishani kinachofanana na vumbi au jivi la msiba, na wote wanatishwa. Wengine wanajaribu kujipa moyo kwamba huenda ni upepo tu. Mwanamke aliyevaa nyeupe anajaribu kuwatuliza wengine, lakini bado anaendelea kushika tumbo lake kwa nguvu zaidi. Kisha ghafla taa zote za basi zinazima kabisa. Basi linasimama ghafla. Dereva anageuka nyuma, uso wake ukiwa na hasira na sauti ya kutisha, na anauliza, nani kati yenu ni mjamzito? Kama umeipenda hii movie, kwa mwendelezo sehemu ya pili, comment next.